Kwingineko mtazamaji, wakazi wa Salga kaunti ya Nakuru wanaishi kwa hofu kufuatia mauaji ya kinyama ya wanandoa wawili wazee nyumbani kwao. Mzee Joseph Kihiti na mkewe Beth Rosa Wanjiku walipatikana wameuawa nyumbani kwao Jumapili jioni, mauaji hayo yakikisiwa kutekelezwa siku ya Ijumaa. Mkuu wa majasusi kaunti ndogo ya Rongai, Donata Atieno, ameeleza kuwa kifaa butu kilitumika kutekeleza mauaji hayo bila ya chochote kuibwa. Ken Gashuhi na taarifa hiyo. Kimya kimetanda katika makazi ya mzee Joseph Kihiti wa miaka 90 na mkewe Beth Rosa Wanjiku wa miaka 63 katika kata ndogo ya Matweku Salga, ambao walipatikana wameuawa kikatili Jumapili jioni. Yule ambaye kijana huwa anampeleka kanisani alipomkosa aliweza kufahamisha majirani ya kwamba hamuoni na kanisa hakuenda. Ndiposa majirani wakanipigia simu kama chifu wao, nikakuja hapa. Na tulipoingia kwenye nyumba tulipata ya kwamba mzee huyo bwana Joseph Kihiti na mke wake wameuawa. Tukiona hivi ni kama wakati wa saa moja, kabla ilifika saa 2, sababu wajavunja mlango. Mlango ni wa chuma, kwa hivyo hawakuvunja mlango, waliwakuta tu kama wajatayarisha kutengeneza chakula cha jioni. Kulingana na wakazi, mauaji hayo yalionekana kutekelezwa Ijumaa usiku bila ya majirani kufahamu. Walikuwa na damu nyingi kwa mwili na kichwa kilikuwa kimebondwa, na mama alikuwa amelazwa kwa kiti na mzee alikuwa amelazwa kwa kitanda chake. The assailants use blunt objects to inflict the injuries, and the house was somehow scattered with the blood stains split all over. Wakazi wamewataja waathiriwa kama watu watulivu walioishi na jamii bila ya migogoro, marehemu Kihiti akihudumu kama mchungaji kanisani. Sababu ni mzee mwenye amani sana, mzee ambaye anajifanyia kazi yake, ng'ombe zake ukiziangalia anazitunza vizuri. Sasa hiyo ndio imesumbua majirani kabisa, kujiuliza ni kwa nini huyu mtu akaweza kumtoa uhai mzee ambaye ni very innocent. Wazee kama hawa wakana hiyo miaka, mkiwaacha wawili na hii mumelea watoto na lazima waende kazi, ni nyumba watajengewa ya kukaa ama ni watakuwa wakiuawa hivi? What is the biggest problem in this country? Familia ya marehemu, ambayo pia iko kwenye giza la ni nani angenuia kukatisha maisha ya wazazi wao uzeeni, sasa inalilia haki kutoka kwa serikali. Serikali iweze kutusaidia na ili wale watu ambao walifanya kitendo hicho waweze kushikwa, na kusiwe kuna siku ambayo kitu kama hicho kitatendeka tena, kwa sababu ni huzuni. Kwa sababu kama familia tunajiuliza, mzee wa miaka 90 unaenda kumuuliza nini? Offenders will be brought to book, and the matter is going to be investigated up to its logical conclusion. Ni mauaji ambayo yamewacha wengi na maswali, huku majasusi sasa wakianzisha juhudi za kutegua kitendawili cha ni nani aliyehusika na nia yake. Ken Gashuhi, KTN. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya Ken Gashuhi kutoka eneo la Bahati kaunti ya Nakuru inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za KTN leo. Nachukua pumziko fupi mno, baadaye nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.